tukianza, imefika wakati ambao kanisa na serikali imekuwa kitu moja. Yaani kanisa ni kama serikali. Eti serikali ikisema hii, kanisa inafuata, kwa sababu kanisa inaishi kwa shamba ya serikali. Hapo nimefika. Umeona, kumbuka wakati wa COVID-19. Sijasema ugonjwa ingine haitakuja, inaweza ikakuja, lakini ile ugonjwa wa COVID-19 ilinifunza mengi. Yaani serikali inasema kwamba watu wajifungie kwa nyumba. Kwa sababu serikali imesema watu wajifungie kwa nyumba, pia Wakristo mnakimbia mnajifungia kwa nyumba. Haya basi, tumekubali mmejifungia kwa nyumba kwa sababu ni ugonjwa, mtaki muambukishwe. Na kuna Biblia zingine zinasema eti magonjwa yote watu wajifungie kwa nyumba. Maybe kuna mahali imesema hivyo. Sasa imefika wakati ambao masoko zimefunguliwa, mashule zimefunguliwa, lakini serikali inasema kanisa sifungwe. Kuna mwenye alijitokeza? Kuna hata wale wakubwa wenye wakubwa wa kanisa wale wenye wako na imani kubwa, wale wenye wanaongea na serikali. Hakuna mwenye alienda akaambia serikali kwamba acha mchezo bwana. Yaani shule zimefunguliwa, masoko zimefunguliwa, lakini kanisa zilibaki zikiwa zimefungwa. Hii inaonyesha nini? Shetani kawashinda nyinyi. Shetani kawashinda nyinyi. Shetani kawashinda nyinyi. So kwa hivyo, ndio maana nakwambia safari si rahisi. Ile ilishatuonyesha kwamba sisi Wakristo imani yetu iko chini, tunafaa tuiongeze. So hatujamalizia hapo, bado dunia haijaisha, mengi inakuja hapa mbeleni, mengi inakuja. Usifikirie kwamba wale wahubiri wakubwa na kuna roho watawasaidia. Wale wenye wako ndani ya serikali wale wale wakubwa wa kanisa wenye wako ndani ya serikali wale wakuja kuwasaidia. Juu kwamba serikali wale. Shetani akikuja akiingilia serikali ikisema kwamba makanisa zote zifungwe, na wale wako ndani ya serikali wawatetee. Jana mnafaa kuamka bwana. Amka, tafuta Roho Mtakatifu. Hiyo ndiyo atakaye kutetea. Sijasema atakaye watetea. Sijasema atakaye tetea kanisa. Atakaye kutetea wewe mwenye naongelesha. Kisha chukua hiyo Roho Mtakatifu, hiyo wakati wakisema makanisa zifungwe, wewe utakuwa unaendelea kufanya kazi ya Mungu, na ile siku watakuwa wanajaribu kukua, hawatafaulu kamwe, kwa sababu kuna Roho Mtakatifu ambaye hatakuwa anakutetea. Anakutetea. Chua Biblia inasema kwamba don't fear those who kills, but what we fear is that when he has killed, he also have the power to burn. Hatuogopi wale ambao wanaoua mwili, lakini mwenye tunayemwogopa ni yule ambaye akishamaliza kuua mwili pia ako na nguvu za kuchoma hiyo mwili. Hiyo mwili kufe kabisa. Unaona anacheka wakati watu wanakufa. Choma anakufa kabisa. Yaani inacheka kwa sababu sijacheka kwa sababu mtu amekufa. Cheka kwa sababu mtu amekufa ama niingelia. Nacheka kwa sababu nimeona mtu ambaye ako na nguvu za kuua mtu kabisa aende, kuliko huyo mshenzi akiita majambazi wako kwa ulimwengu. Ati serikali kuja kutishia na bunduki. Wapi? Wachana nayo. Haina nguvu. Hiyo kazi yao ni kuleta hiyo bunduki marisasi 2 kufe.
Yesu akirudi utaamka wewe. Yaani sio tukupe ulale.